Jambo la mwisho ni kwamba kuna methali ambayo inasema kunje samaki ngali nini? Inakuwa namna hiyo. Wakati unataka kunyorosha mti, nyorosha ikiwa bado ni kidogo. Iwapo utaiwachilia sana ikuwe kikubwa, kwa hakika kishua ya kwamba itakuja kukushinda. Kuna familia moja ama hadithi ya familia moja ambayo walikuwa na mwana wao, japokuwa hawakumlea kwa njia inayostahili. Mwisho wa yote, mtoto huyo anapomaliza chuo kikuu akiwa na first class honors, mama na babake walimpeleka wakimsindikiza akimpeleka shule, na wanapomaliza, mtoto huyo anapomaliza shule pia anaendewa na wazazi wake wakimleta ndani ya jamii. Hiyo familia walifurahia. Ilikuwa huzuni sana. Ni sababu tu ya dawa ya kulevya ambayo mara nyingi imekuja kusumbua sana watoto wetu. Kuna wakati tulikuwa tukizungumzia na wanasema pale university, wanasema sasa ukitumia mihadarati hizi utakuwa na hekima. Kwa mara nyingi watu sasa wanaamua kukitumia. So nashukuru. Ilikuwa tu niaguzia mambo hayo kabla tuingie kwenye fundisho ya siku hii ya leo, na nitaomba kabla tuanze, nitauliza huwa mnamaliza saa ngapi ili nisiwacheleweshe. Naona ni saa 9:52. 8 minutes to 4. Unamaliza saa ngapi? Ama niko na dakika ngapi niweze kumaliza? 1 hour 10 minutes. So niko na 1 hour 10 minutes. Nashukuru sana. Ni fundisho ambayo tutaenda kwa polepole, na baada ya hiyo masaa 1 hour 10 minutes, mahali tutakuwa tumeifikisha, tutaiwachia pale, tutakuja kukamilisha siku nyingine. Nataka tuanze na nyimbo zetu. Tutaimba tu stanza 1 na kisha tutaanza na ombi. Number 8. Tupe moto wa uhai, tupe moto wa uhai uliowaka zamani, uliowaongoza juu wazee watakatifu. Wapi roho iliyokaa moyoni mwa Ibrahimu, kadhalika ndugu Paulo aliwezeshwa na moto. Baba wetu uliye mbinguni, mazaa mazuri pia tunanyenyekea mbinguni pako, tukitubu dhambi zetu zilizo nyingi. Tukushukuru pia kwa wema na fadhili zako. Umekuwa kiongozi wetu tangia tulipoingia masaa ya sabato yako jana jioni. Wakati mzuri pia tunaenda kufungua neno lako. Tumeimba wimbo ambayo tunasema uweze kutupatia moto uliowaka zamani za kina babu zetu, kina Elia, Ibrahimu, Yakobo na wengine, ambayo pia tutaweza kuzungumzia na kuona siku hii ya leo. Unapoanza, anza pamoja nasi, zidi kutuzingira na malaika zako, zidi pia kunena pamoja nasi kupitia Roho yako Mtakatifu hadi mwisho, maana tumeomba kupitia jina la Yesu aliye Kristo na Mwombezi. Amen. Asanteni sana.
Kristo alipokuwa akibeba msalaba akielekea Golgotha, akaanguka mara ngapi? Mara 3. Kristo anapokuwa msalabani wakawa wameangikwa watu wangapi? 3. Sana sana siku za ibada inakuwa Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Siku ngapi? 3. Mara nyingi Petero pia Kristo akamwambia, kwa hakika leo utanikana mara ngapi? 3. Alifanya hivyo ama hakufanya hivyo? Wakati watu pia wanafanya sarakazi yao, mara nyingi pia wanafunzi wanapojiandaa kwa ajili ya kukimbia wanaambiwa get on your mark, set na ngapi? Mara ngapi? Mara 3. Ikiwa pia utafika mahali hapo imenyesha sana, gari imekwama, watu hawasukumi tu ovyo ovyo, wanajiambiana 1 2 3 na wanafanya nini? Wanasukuma. Fundisho ya leo labda umekutana nayo mara ya kwanza, mara ya pili, na tukijirudia pia mara ya 3. Sioni kama kuna shida. Ni kweli? Itakuwa vizuri zaidi. Nashukuru. So iwapo ni fundisho ambayo umekutana nayo mahali fulani, utazidi kuchangia ukiwa na swali, ukiwa na nyongezo, tunapozidi kusukuma, tunapoteremka hivyo polepole. Tunaanza historia ya kanisa letu. Kanisa la Kiadventista imeanza wapi? Iko wapi? Na sasa inazidi kuelekea wapi? Tunataka kuona kanisa la Kiadventista ilikuja aje, imekuwa ikitembea namna gani, na sasa hivi mwaka wa 2025 tutafuata historia hiyo. Na iwapo tutajaliwa kufika mwaka huu wa 2025 kwenye historia yetu, itakuwa ni vizuri sana. Tunaanza kwa kusoma andiko Ayubu 8:8. Ayubu ni 8:8, 9 na 10. Ayubu 8:8 inasema, basi waulize tafadhali visasi vya zamani. Yes. Mjitie kuyaangalia yale baba zao walioyafuata. 9. Kwani sisi tu wa jana tu, wala hatujui neno, kwa kuwa siku zetu duniani ni kivuli tu. Umefikisha 10. 10 inasema, je, hawatakufukuza wao na kukueleza na kutamka maneno yatokayo mioyoni mwao? Asante. Ukisoma Ayubu 8:8, Ayubu anaanza kwa kusema waulize njia za zamani, sababu sisi ni wajana. Ayubu ndiye anayenakili hivyo. Na iwapo kwenye enzi za Ayubu alikuwa anaona ya kwamba mimi ni mchanga sana ama mimi ni mdogo sana, kiasi kwamba nastahili kuuliza mambo na mapito ya zamani. Anamaliza kwa kusema ukifika kule, nenda kupitia njia hizo. Yeremia 6:16 pia inasema Bwana asema hivi, yes, simameni katika njia kuu, mkaone, mkaulize habari za mapito ya zamani. Wapi njia iliyo njema? Mkaenda katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Lakini walisema, hatutaki kwenda katika njia hiyo. Asante. Yeremia pia ananukuu akisema, ulizeni mapito ya zamani, enendeni, simameni katika njia kuu ama njia pana, ukaulize mapito ya zamani hii wapi. Alafu anazidi akiteremka na andiko akisema,
na mkisha jua ni njia ipi, mwenende katika njia hizo. Lakini jambo la kushangaza, wanamalizia kwa kusema walifanya namna gani? Walikataa. Wengi wa Wakristo wa siku hizi wanapoambiwa njia ya kuelekea mbinguni ndiyo hii, wanafanya nini? Wanakataa. Asubuhi ya leo tumekuwa tukizungumzia, tukasema ile siku utakuja kwa mawazo yako na uingie njia ya kuelekea mbinguni, mbinguni utakuwa na furaha tele. Naanza na mzee mmoja ambaye anaitwa Martin Luther. Martin Luther ni mzee aliyeishi nyakati Martin Luther aliishi nyakati za 1500. Nakumbuka kwa leseni tuliweza kumguza mzee huyu ambayo tulikuwa tunazungumzia miaka zake zikiwa 1529 na 1530. Nafikiri kwenye leseni hii tukawa tumezungumzia mzee Martin Luther ambayo alisimama imara na akakuja akasema mahali kanisa iko nyakati hizi imepotoka. Na ndiposa Martin Luther anakuja na 95 thesis ambayo anathibitisha ya kwamba kanisa hili sio kanisa la Mwenyezi Mungu. Martin Luther akasimama akiwa yeye peke yake, akihubiri, akipinga kanisa la Kikatoliki, akisema kanisa imefanya nini? Imepotoka. Lakini watu waliona Martin Luther ya kwamba mzee akili yake imefanya nini? Imeruka. Mwisho siku hizi tunathibitisha ya kwamba Martin Luther akawa mzee ambaye alisimama imara na akafundisha ukweli. Mzee wa pili ambaye tutazungumzia tunapoteremka, ambayo alifanya kazi nzito sana kwenye kanisa hili la Kiadventista, ni mtu anayeitwa William Miller. William Miller ni mtu aliyezaliwa mwaka wa 1782. Baada ya kuzaliwa ni mzee mwaminifu sana na akawa anakuja kuoa. Yeye alizaliwa 1792, akakuja kuoa 1802. Nafikiri alikuja akaoa mwaka wa 1802. Na tunapofika mwaka wa 1810 Miller akajiunga na, tunasema hapa akawa anafanya nini? Got married 1802. 1810 tunapata mzee anajiunga na nini? Na AMI, kikundi ambacho tunakifahamu sana. Kenya tunakiita, tuko na vitengo vitatu vya KDF, Kenya Army na gani? Kenya Navy. Hiyo ni kitengo kikubwa sana. Na unaposoma hadithi ya Miller kidogo kwenye kitabu ya Great Controversy 392.2 GCF, ukiteremka Mwalimu. yes. Alio akiwa 10 years ama? Hapana. Yeye alizaliwa 1792 na ndio hii 1802 anafanya nini? Anaoa. Na tunapokuwa 10 years. alioa akiwa na miaka 20. Imeandika 1782. Sorry sana. Alioa akiwa na miaka 20. Sasa kumaanisha alioa 1782.
Samahani sana. 1882. Ya, akiwa na miaka 20. Siko sawa? Ya, alioa akiwa na miaka 20. Na Mila baada ya kujiunga na kikundi cha Kenya Army ama army ya nchi yake mwaka huu, aliserve kwa miaka 6 peke yake. Serve only for 6 years. Akifanya miaka 6 inatuleta mwaka gani? 1816. Unapokuwa mwaka wa 1816 unakutana na Mila sasa ambayo anaingia kuchambua maandiko. Akaacha ujuzi yake ya kuwa mwanaami na akaingia kuchambua maandiko mwaka wa 1816. Akawa anachambua maandiko kwa miaka 2 for 2 years. Na tunapofika 1818 ndiye anakuja to conclusion ya kwamba ile historia ambayo tumekuwa tukijifundisha ya 2300 years or days inakuja kuisha mwaka gani? Hizi miaka zinakuja kuisha mwaka gani? 1844. Sasa hivi nikimuita mtu wakuja anielezee kutoka 1844 kurudi mpaka miaka hizi ziishe, mara nyingi itakuwa ni kazi kubwa. Ukiulizwa hivyo, mtu akikutana na wewe kwa barabara akuambie nyinyi mnakuanga pingwa wa unabii, naomba unielezee the 2300 days ilianza lini na mpaka 1844 ndio inakuja kuisha. Wewe utamwambia mimi hiyo kanisa yetu inajua vizuri sana, wacha nimpigie mtumishi Ben akuja afanye nini? Akuja aeleze. Ndiye Mila aliyechambua akachambua kwa miaka 2 na anakuja kuthibitisha 2300 days inakuja kuisha mwaka gani. Mila akajipatia kazi. Baada ya kuacha kazi ya army, anachambua maandiko na inapofika mwaka wa 1830 anaanza kuhubiri, sababu kwake yeye alikuwa anasema mwaka wa 1844 Kristo anafanya nini? Anarejea. Sasa Mila akawa kila Jumapili, leo ako kwenye Methodist Church, anawaambia watu tubuni na muokoke sababu Kristo anarejea mwaka huu. Tarehe ngapi? Nataka tarehe 22nd November 1844. Na ndiyo Mila akawa anahubiri mambo hayo kwa ujasiri sana. Na mzee baada ya kuacha kazi ya army akawa sasa anahubiri akifanya nini? Akifanya ukulima. Ukiteremka mwaka wa 1831 ndio anahubiri sasa hiyo ujumbe. 1830 tunapokuwa 1831 watu wengi wakawa wanashangaa sana. Hii ujumbe ya Mila ni ya kushtua sana. Yaani ukiwa 1831 na unaambiwa 1844 ni miaka ngapi? 13 years. Watu walikuwa wanaanza kuhesabu in 13 years time Kristo anafanya nini? Na ndiposa historia inasema mwaka huu hiyo ujumbe wa Mila iliwastua wengi sana. Na inapowastua wengi, tunaambiwa wengi waliingia kanisani. Ndiposa ukisoma kwenye historia ya kanisa
Inasemekana watu waliokuwa wanaokoka miaka hizi kati ya 1830 na 1844 watu walikuwa wengi. Watu walikuwa wengi. Lakini tunapofika 1844 ndio tunasema kuna ile great disappointment, na watu sasa wakaanza kufanya nini? Walirudi nyuma. Tunaambiwa watu ambao walikuwa wamekubali ujumbe walikuwa watu wangapi? Tunaambiwa 30,000 walifanya nini? 30,000. Unajua nataka tupige tu hesabu vizuri sana. Tunaambiwa 30,000 baada ya tarehe hii 30,000 wakafanya nini? Wakarudi nyuma. 30,000 baada ya kurudi nyuma wanabaki watu wangapi? 20,000. Kati ya hizo 20,000 tunaambiwa sasa wale wengine ambayo walipotea wakapotea kabisa ni 19,950. Hawa ndio walipotea, hawajulikani walifanya nini? Ikabaki watu wangapi? Only 50. Imagine from 50,000 wakabaki watu wangapi? Watu 50 peke yake. Danieli 8:14. Danieli 8:14. Inasema namna gani? 14. Yes. Nasema akamwambia, hata nyakati za jioni na asubuhi 2,300 Yes. ndipo patakatifu patakapotakaswa. Asante sana. Unapofika mwaka huo tunaambiwa sasa, tunaposoma kumbe Mila baada ya kuchambua akachambua the 2300 days akakosea kitu kimoja ambaye tumekisoma Danieli 8:14. Danieli hakusoma kitabu ya kwamba sio kwamba Kristo alikuwa anarejea, bali alikuwa anaingia wapi? Patakatifu. Na sasa swali nauliza, tunapozidi kuteremka, Mila alipopewa ujumbe huu, Mila anapopewa ujumbe huu, kuna mzee mwingine pia alipewa ujumbe sawa sawa na ya Mila, ambapo watu walipojaribu kupinga mambo hayo, na yeye alikuwa anasema kwenye ndoto yangu, na mimi nilifanya nini? Nilionyeshwa mambo. Hii ni ukweli kabisa. Alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa nani mzee huyu? Kwa wale ambao tumefuatilia historia ya kanisa, alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa nani? Mwenye alipatiwa same message ya kwamba Mila ako very correct katika kufanya hesabu zake, na sisi pia tunajaribu kufanya nini? Hakuna mtu anapinga saa kusema the 2300 days ilikuwa inaishia mwaka wa 1844. Si ni kweli? Sasa kuna mtu mmoja alikuwa alikuwa ana support Mila kabisa, akasema hiyo mambo ambayo Mila mzee anaitwa Joseph Wolf. Ni mzee pia aliyepewa ujumbe sawa sawa na ya Mila. Mara nyingi kuna siku ambayo umekuwa Bible study, na wale wazee ambao tulifanya Bible study na wao some 2 weeks ago na mtumishi Ben, ni watu kutoka Mount Zion, na wao walikuwa wanasema neno haitakuwa na ya kweli bila kukua na witnesses, uthibitisho wa mashahidi zaidi ya wangapi? Kwa sasa tunakuja kusahihisha Joseph Wolf
anaposaisha mambo hayo, ndio tunajua kumbe tuko sawa sawa. Joseph Wolf anasema injili hii ambayo mzee Miller anaihubiri ni ya ukweli tu. Tunamalizia injili ya Miller tunapoteremka na historia yetu. Tunasoma Great Controversy 392.2 ambapo naomba tusome tu sehemu kidogo, alafu tujue Miller baada ya kugundua mambo hii alikuwa anakaa namna gani. Great Controversy inasema he had devoted 2 years to study of the Bible when in 1818 he reached the solemn conviction that in about 25 years Christ will appear for the redemption of his people. Akawa ameuguzia ile mwaka ambaye tulisema 1818, ambayo miaka yake miwili ilikuja kufanya nini? Ilikuja kuishia. Na inazidi kuteremka ikisema I need not speak, says Miller, of the joy that filled my heart in a view of the delightful prospect, nor of the ardent longings of my soul for the participation in the joys of the redeemed. Yani, Miller anasema yeye baada ya kugundua mambo hayo alikuwa anafurahi sana. Na ukizidi kuteremka anasema sasa ile kazi kikubwa ni ile nilikuwa nailongea sana, naitarajia sana niweze kuwaambia watu injili hii, watu waweze kufanya nini? Waweze kuifurahia. Zidi kusoma historia hiyo kwenye kitabu hicho ya Great Controversy 392.2, na pia ukisoma Early Writings 229.1 ambayo inathibitisha Miller alianza kuhubiri ujumbe huu wa kurejea kwa Kristo mwaka wa 1830. Tunapomalizia sehemu hiyo, tumepata kujua watu wasee watatu: Martin Luther, William Miller na mzee Joseph Wolf, ambaye alifanya nini? Miller correct. Si kweli? Basi kuna mzee mmoja pia ambayo tunataka sasa kuthibitisha alifanya jambo gani. Nani aliyekuja kuthibitisha ujumbe huo wa Danieli 8:14? Ya kumwambia Miller, in your calculations ulikuwa very correct. Jambo moja ulikosea. Kristo hakuwa anakuja ulimwengu, bali alikuwa anasonga from the holy to the most holy. Kuna mzee aliyefanya jambo hili. Nani anaweza kutuambia alikuwa nani? Hiram Madison, a great tribe. Wagner, a great tribe. James White, a great tribe. Naona mnajaribu sana. Ni mzee anayeitwa S. Snow. Huyu ndiye mzee alikuja akasoma hiyo Danieli 8:14 na akathibitisha ya kwamba wewe mzee Miller, sie tu ulikuwa umerukwa na akili, sie tu ulikuwa umepotoka, na sasa wewe ulikosea tu kenye ilikuwa inafanyika mwaka huo. Tunaambiwa sasa, ijapokuwa Miller alizidi kuhubiri na wale 50 ambao waliweza kubakia, tunaendelea sasa kulist the 50 ambao walibakia wakisukuma gurudumu hilo. Tunakuja mwaka wa 1839 hadi 1840. Kuna mambo ambayo ilifanyika miaka hizi 1839 1840. Hii timu ya watu 50 walipata pingamizi sana. They received great opposition ya kwamba wewe nyinyi watu mmetudanganya na mnazidi kufanya nini? Kutudanganya. Lakini walizidi kutiwa moyo na wakazidi
kusukuma gurudumu ya kuhubiri injili ya Mungu. Unapata sasa mzee ambayo alijiunga na timu ya Mila na Joseph Wolf. Mzee wa kwanza ambaye anaitwa Joshua Fihaim, ambayo alijiunga na kina Mila mwaka wa 1804 pamoja na babake. Kuna mzee anaitwa Joshua Fihaim ambayo alijiunga na kina Mila mwaka wa 1804 hapa katikati, akawa anajiunga na wao. Na sasa sababu kazi ilikuwa kikubwa sana na pesa hasikuwa, ikawa advantage, sababu Joshua Fihaim alikuwa mzee tajiri pamoja na babake. Wao walikuwa na meli. Kama wewe umefika Nairobi, Mombasa, Likoni, kuna meli ambayo inasafirisha watu ng'ambo ile na meli nyingine inatoa watu ng'ambo hiyo ikiwarejesha ng'ambo hii. Meli kikubwa sana. Mzee babake Joshua Fihaim alikuwa na meli kikubwa ambayo alikuwa akisafirisha mzigo ya watu. Tunaambiwa baada ya kujiunga na kundi hili, watu hawa meli yao tunaambiwa walikuwa kidnap na pirates, na mzigo yote ikafanya nini? Ikaibwa. Na sasa mzee pia meli yake ikafanya nini? Ikaenda. So familia hii na ile kitu ambayo walikuwa wakitegemea sana, kwa njia ya ajabu imefanya nini? Imepotea. Na mwenye mzigo anafanya nini? Anangojea. Sasa akamwambia mzee babake Joshua, wewe ulikuwa na mipango ya kufanya nini? Mara nyingi mtu huwa anasema tu mimi sina shida, hiyo mzigo yangu ilikuwa tu wote 2 million. Sasa wewe fanya hesabu ya kufanya nini? Unipatia. Sasa familia hiyo wa ile mali waliokuwa nayo kama shamba, ilibidi wamefanya nini? Wameuza wapeane deni ya wenyewe. Na ndio tunaambiwa wakawa watu sasa ambayo wamekuwa from rich to the most poorest, na mwisho wanakuja kuanza kazi ya kukua carpenter. Initially Joshua Fihaim babaka alikuwa anasema hiyo mzigo ifike, adeliver hiyo mzigo, alafu akuja mlipie kijana wake ambaye ndiye Joshua aweze kwenda kusomea theolojia. So Mungu hakufanya nini? Hakutaka hivyo, ndiposa mambo hiyo inakuja kufanyika. Unapata mzee pia anayeitwa Josiah Leach, ndiye mzee mwingine aliyejiunga na kundi hili. Na pia tunapata Josiah Leach ndiye alikuja kuthibitisha mambo mengi ya Ufunuo 9:12. Josiah Leach, tasoma nini alifanya. Josiah Leach, Ufunuo 9:15. Inasema hivi. Wale malaika 4 wakafunuliwa waliokuwa wamewekwa tayari kwa ile saa ya acha nirudie. Wale malaika 4 wakafunguliwa waliokuwa wamewekwa tayari kwa ile saa na siku na mwezi na mwaka, ili kwamba wauwe theluthi na ya wanadamu. Asante. Ukisoma hiyo Ufunuo 9:15 inathibitisha ya kwamba one day wa Mungu ni sawa na nini? Mwaka 1000 samani. One day is equals to 1000 years kwa Mungu. Na pia yeye ndiye pia alithibitisha kitu ambayo ilifanyika mwaka huu. Nini ilifanyika mwaka huu?
kuna kitu ilifanyika mwaka huo, na pia unaweza thibitisha kwenye ufunuo huo. Nani anaweza kutuambia nini ilifanyika tarehe hiyo mwaka wa 1840? Bado ni hiyo Ufunuo 9 kuanzia 13 hadi 15. Bado ni mzee Josea Leach ndiye aliyethibitisha mambo haya. Kuna mzee pia anayeitwa Elder Stockman. Elder Stockman pia akawa anajiunga na timu ya Kinamila, na ndiye tunaambiwa sasa mzee huyu ndiye alikufa tarehe ngapi? Na ni nini ilimua? Tunaambiwa ilikuwa Kristo arejee mwaka gani? Tarehe 22 Novemba mwaka wa 1844. Mzee huyu anakufa tarehe 21 mwezi wa 11 mwaka wa 1844. Yaani huyu mzee ilikuwa huzuni sana. Watu wanalia leo, lakini sasa walikuwa na tumaini ya kwamba kesho Kristo anafanya nini? Atarejea. Na unajua ni nini ilimua mzee huyu? Nini ilimua huyu mzee? Stockman. Ni mzee sababu watu walijitolea wakasema leo ndiyo siku ya mwisho tukiishi dunia hii. Tunaokoka. Na kuna andiko inasema yeyote atakaye asiyebatizwa mbinguni atafanya nini? Sasa watu walikuwa wengi. Watu walipiga laini. Stockman, Elder Stockman akabatiza watu kutoka asubuhi mpaka jioni. Na mzee akawa ameganda, amekaa ndani ya maji sana, na mzee anapotoka ndani ya maji, mzee anafanya nini? Mzee huyu akawa analala tarehe hii siku moja kabla ya Kristo kurejea. Sijui ilikuwa huzuni. Ilikuwa huzuni ama ilikuwa furaha? Ilikuwa huzuni ama ilikuwa furaha? Sawa sawa. Ukisoma sasa hii kungojea, sababu watu hawa tarehe 22 mwezi wa 11 1844, unafikiri kama ungekuwa wakati huo ungefanya nini? Ungeamka asubuhi na mapema Kristo asifike akupata kufanya nini? La. Watu waliamka asubuhi na mapema na wakashinda wakingoja. Kama ni kutengeneza breakfast walikuwa wanatengeneza inta. Wacha nitengeneze nikikuangalilia. Watu walishinda hivyo kutoka asubuhi mpaka usiku wa manane wakisema nini? Sasa Kristo labda alisema ataingia usiku wa manane. Na ndipo tunakuja kupata ile Matthew 25 ambayo inazungumzia nini? Wanawali ngapi? Wanawali 10. Kuna wale ambaye bwana harusi alifika akawapata wakiwa wamfanya nini? Tunaambiwa wote kwanza walifanya nini? Walilala. Na sasa wote wakaamushwa wakaambiwa sasa bwana harusi amefanya nini? Amefika. Tunaambiwa wote pia walikuwa na nini? Walikuwa na taa. Sasa tofauti tu kati ya wale wapumbavu ni kwamba hawakuwa wamechukua mafuta ya nini? Mafuta ya ziada. Na sasa wanapoamshwa wanaona taa. Kule ngako kiandaje? Saka. Hapa kama kiruye kikako, wale watu waita hizo kule ana mwana. Pamo mimi mwana. Kebere kibwate, pako kimongu ni wengi binti ndo begeliana. Kibi kingete ngawari. Komaliana. Ndio mwisho wanasema. Sasa kuna ile wenzetu ambao walikuwa wanafanya nini?
walikuwa wanangoja pia wao waambie sasa mtumwagie mafuta kidogo, lakini mwisho wa yote naambiwa hiyo mambo haikufanya nini. Waliambiwa haiwezekani mambo hayo. Tunapoteremka tunakutana na mzee sasa ambayo mlikuwa mnaniambia. Utaniambia huyu sasa alifanya nini? Nilikuwa nimesikia mmesema yeye. Sasa kuna mzee ambaye anaitwa huyu. Alifanya nini huyu mzee? Joseph Bates. Hebu mniambie. Jambo la kwanza Joseph Bates alifanya nini? About correct. Yeye ndiye alithibitisha, tutaconfirm si yeye ndiye aligundua mambo na Sabato. Lakini kuna mama aligundua na akamwambia ni mzee ndiye akafanya nini? Joseph Bates ndiye alihubiria James White kuhusu nini? Sabato. Na akakubali. Jambo lingine Joseph Bates alifanya, preached about the Sabbath. About Sabbath, eh? Jambo lingine ambayo Joseph Bates alifanya ni kwamba baada ya kujiunga na kundi hili akafika akashangaa, hawa watu ijapokuwa wanang'ang'ana na hii kazi hawana nini? Hawana. Mzee akauza kila kitu. He sells everything for gospel. Ni mzee mwaminifu sana. For gospel, eh? Aliuza kila kitu. Kuna jambo moja pia huyu mzee sasa ilikuwa is negative. Ni nini hiyo? Joseph Bates. Nini ilimfanyikia? Joseph Bates nini ingine alifanya? Yeye ndiye alihubiri injili ya ujumbe wa malaika watatu. Baada sasa ya mzee huyu, sababu yeye alihubiri the three angels message, huyu mzee anakuja confirm na kuhubiri kabisa ujumbe wa malaika watatu. Jambo lingine pia alihubiri kuhusu the sealing message and 144,000. Kitu ambayo hadi sasa hivi nikikwambia kuja utufundishe Ufunuo 7, nitaanza kusema hii mambo ya unabii inakuwa kidogo ni ngumu. Sasa pia mzee huyu akawa anahubiri sealing message and 144,000. Another thing ni ile three angels message. Na jambo sasa huyu mzee alipinga, hakuamini roho ya unabii. Huyu ndiye mzee alisema kabisa, mimi naweza kubali unifungulie kwa maandiko na maandiko peke yake. Mambo ya roho ya unabii fanya nini? Ndiposa tunaambiwa mzee huyu akawa anakuja kubadilisha mawazo. Tarehe ambayo tumepewa ni tarehe 13 mwezi wa 11 1833. Nini ilifanyika tarehe hii? Alipinga roho ya unabii hadi tarehe hii ndio anakuja kuungana. Nini ilifanyika mwaka huu? Tumishi Ben alitufundisha akanukuu tarehe hii. Tukianza leseni. Nini ilifanyika? Correct. Yaani nyota zilifanya nini?
zilianguka tarehe hii. Sasa mara nyingi dada White alikuwa ametabiri mambo nyingi na akatabiri this exact date ya kwamba nyota zinafanya nini? Na sasa Joseph Bates alipokuja kuthibitisha tarehe, mwezi na mwaka, ndio siku hiyo akasema, na mimi kutoka leo I believe in the spirit of prophecy. Bado niko na dakika 24. Swali. Wakati anapopinga hiyo ya Sophie. Ya Sophie kwani ilikuwa before watu. Asante. Ameuliza swali. Yeye huyu Joseph Bates anapopinga roho ya unabii, hiyo roho ya unabii kwanza ilikuwa ama haikuwa? Ilikuwa. Tayari vitabu vilikuwa vimeandika. Kupitisha. Au vitabu vilikuwa tayari ilikuwa Vilikuwa vimeandika. Sasa hizo ndio alikuwa amesoma. Ndio sasa akaditafuta. Na ile baada ya kuanguka kwa hizo ndio ndio sasa akathibitisha kumbe. Yes, unaambiwa 1833. Mwaka huo wa 1833 kuna uwezekano kuna vitabu havikuwa vimefanya nini? Vimeandikwa. Lakini wakati huo dada White alikuwa na mara nyingi alikuwa anasema tungejadili in this team of 50 people. Nani alikuwa ndani hapa? Yeye anasema alikuwa kati ya these 50 people. Na yeye ndiye alikuwa mara nyingi watu wakiwa wamesumbuka sasa on topic fulani, alikuwa anachukuliwa. Yeye anachukuliwa kabisa. Even for 3 hours. Na ndiye anakuja kuthibitisha. Sasa hii mambo ambayo mmekuwa mkijadili kwenye Elda Kikwaya anasema is correct. Na dada Naomi kwenye unasema is very good. So withdraw yako. Sasa mzee mara nyingi huwa ingefika wakati huo anasema mimi nimekubali tu juu mmesema. Lakini hii mambo ya hii maono mimi sifanyi nini? I don't believe it. Ndio mwaka huu sasa hiyo dada White alikuwa amechukua mwaka huu anathibitisha, na mzee anakuja kukubali sasa kufuatilia na kukubali roho ya unabii. Tunapata sasa mwaka wa 1848 naambiwa sasa tumalizie mzee Joseph Bates ndio tukitaramuka tuwe tumemaliza mambo ya mzee Joseph Bates. Joseph Bates anakuja kukufa mwaka gani? 1872 ndio mzee anafanya nini? Anakufa. Nini kingine ilifanyika 1872? 1872 ndio fundamental principles inafanywa nini? Inachapishwa. Na ndio mwaka mzee anafanya nini? Analala. Ndio tunaambiwa mwaka huo ndio tunaambiwa sasa mzee akawa amelala. Mwaka wa 1848 ndio tuko ambapo tunaambiwa sasa 1848 mambo hayo ilikuwa imeeleweka sana. Lakini message na pia kitu ambayo inaambiwa the cry of the angels, watu wakawa wameielewa sana kupitia mzee ambaye anaitwa Elda Lambert. Mzee huyo alihakikisha mambo hayo na akathibitisha, na ndio watu wakakuja kuelewa zaidi kuhusu mambo hayo. Tunasonga mwaka wa 1849. Tunaambiwa sasa mwaka wa 1849 kuna mzee alijiunga na kanisa hili la Kiadventista
ambayo ni mzee anaitwa Jane Andrews. Akawa anaingia kanisani na baba yake. Yeye ndiyo alikuwa mchungaji. Tunaambiwa he was the most zealous pastor. Mzee ambayo alikuwa mwaminifu sana. Pastor pia ambayo alielewa sana the New Testament. Mzee huyo Jane Andrews, mzee aliyeelewa, yeye anasema yani angeamka asubuhi moja tu hivi apate Biblia zote aziko, yeye angekaa chini aandike the New Testament the way it is. Mzee wa ajabu sana. Na ndio tunaambiwa he wrote the best book on the Sabbath. Yeye ndiye aliandika kitabu kizuri sana kuhusiana na Sabato, akiwa ana harmonize mambo ambayo Joseph Bates alihubiri, James White alihubiri kuhusiana na Sabato, pamoja na ule mama ambayo pia aliweza kuonyesha. Kuna mambo ambayo nafikiri sijaguzia. Mwaka wa 1844, hiyo baada ya Great Disappointment, ndio tunakuja kupata introduction of the Sabbath 1844 kupitia mama anayeitwa Sister Preston. Sasa mwenye alionyesha mambo na Sabato, jinsi ya kutunza Sabato, mama anayeitwa Sister Preston. Na yeye akaipigia sana kwa furaha. Akasema hii ni mwanga mpya, na kutoka tarehe ama siku hiyo wakabadilika sasa kutoabudu siku ya Jumapili na wakaanza kuabudu siku ya Jumamosi. Tunaambiwa yeye ndiye alikuwa anatoka nchi ambayo inaitwa Washington DC. Na tunaambiwa ule elder ambayo mama huyu alimuelezea mambo hayo ni elder anayeitwa Elder Brabon. Ndiye alipokea ujumbe huu, lakini baadaye akakuja kupinga kabisa, akasema hiyo mambo haiendani na maandiko. Sasa tunakuja sasa kukutana na mzee Joseph Bates mwaka wa 1845, akapokea ujumbe wa Sabato, Sabbath Reform, ambayo niliambiwa Sabato iliyopita mlifundishwa kuhusu Sabato, matengenezo ya Sabato. Ni kweli? Mwenye kuanzilisha mambo hayo ni mzee Joseph Bates kupitia kwa dada huyo. 1846 ndio tunaambiwa Elder Joseph Bates anakutana na James White na anamfundisha kuhusu Sabato. Yeye anaipokea pia, anafanya matengenezo. Kumaanisha mtu huwezi kuhubiri mambo na matengenezo ya Sabato iwapo wewe hujafanya nini? Hujafanya matengenezo. Kuna mtu ataweza kuwa anahubiri Kenya anaitumia kwa maandiko, hiyo haiwezekani. Labda kwa shule mara nyingi walimu mwenye anafundisha biology anakuambia hii uvutaji wa sigara inaharibu nini? Inaharibu lungs. Na akiwa lunch break wakati afundishi, yeye anafanya nini? Ukikuja kumuuliza anakuambia fanya ninavyofanya nini? Kufundisha, sio vile ninavyofanya nini. Na mwalimu mzuri mara nyingi tunaambiwa ni yule mwenye anafanya nini? Yakobo anaandika akisema imani bila matendo imefanya nini? Imekufa. Kumbe tukihubiri kitu ambayo hatukifanyi sisi wenyewe, imani yetu ni kama imefanya nini? Itakuwa imekufa. Tunapokuwa 1848 sasa ndio tunaambiwa Conference of Believers. Hii ndio mwaka wa kwanza ambayo Waadventista walifanya ibada ya kwanza. Leo tunapofanya ibada siku hii ya leo, siku ya Sabato, siku ya kwanza ilikuwa mwaka huo wa 1844. Na tunaambiwa walikuwa watu chini ya 50, chini ya 40, walikuwa watu chini ya 30 ambao walikuwa wamepokea ujumbe huo wa Sabato. Na mwisho wa 1848 pia tunaambiwa sasa
Hiyo ni mkutano kikubwa pia, ambayo wakati huo watu wa Adventista wa Sabato walikuwa wameongezeka 10. So walikuwa only 40. Na ndio tunaingia sasa kuendelea na mzee J.N. Andrews, ambayo baada ya kuandika kitabu hicho cha Sabato, tunaambiwa alifanya mambo mengi sana katika kuongoa roho, katika kueneza ujumbe. Alifanya mambo mengi sana, akawa ni mzee ambaye amesimama imara, na ndio akahubiri mambo mengi ya kuongoa roho. Tunapoteremka sasa, tunapata Ellen White was given a vision to tell his husband to open a publishing house. Mwaka wa 1849 pia dada White anatembelewa na anapatiwa maono ya kwamba mwambie mzee aanzishe mahali ya kuchapisha vitabu, na ndio anafanya mipango. Naambiwa yeye, hiyo familia ya James White hawakuwa na pesa ya kufanya mambo hayo, lakini walikubali, na ndipo sasa tunakutana na mzee anayeitwa Hiram Edison. Nini tunaijua kuhusiana na mzee huyu? Nani anajua nini kuhusu mzee Hiram Edison? Mzee Hiram Edison, yeye ndiyo alitembelewa na malaika. Yeye ndiye angeandika vitabu hivi vya roho ya unabii, lakini akafanya nini? Akaipuuza. Ndiyo sasa dada White anakuja kufanya nini? Kuchukua sehemu yake. Kitu kingine, Hiram Edison hakutaka kufanya nini? Kurudia makosa. Yeye anapokuja kusikia dada White anasema sasa imesemekana kanisa iweze kuanza publishing na kanisa haina pesa, yeye anasema sasa anauza mali yake na akanunua mashini ya kwanza ya kufanyia publishing. Ndiye mzee Hiram Edison. Mzee pia aliyechambua kitu ambayo mara nyingi tumekuwa tukijifundisha kuhusu the sanctuary. Yeye ndiye alielewa na akawa anaifundisha mambo haya. Unapotoka kwa Hiram Edison mwaka huo, unakutana na mzee ambaye anaitwa Uriah Smith. Uriah Smith ndiye aliandika kitabu gani? Daniel and Revelation. Ndiye mzee aliandika kitabu hicho, na akawa pia ameleta a helping hand to the church ambao pia walikuwa chini kifedha. Napokuwa mwaka wa 1854 sasa, roho ya unabii inasema the early pioneers ambayo dada White anazungumzia ya kwamba waliandika kitabu hiyo ya fundamental principles mwaka huu, walikuwa wameingia kanisani wote mwaka wa 1854. Ndio sasa tunaambiwa wote walikuwa wameingia kanisani. Unaingia mwaka wa 1856 ambayo pia dada White aliweza kuonyeshwa maono ya kwamba that Jesus is coming, na akaambiwa pia watu watakulwa na mchwa, people will be eaten by worms. Watu watafanya nini? Hiyo ndio maono dada White alionyeshwa mwaka wa 1856 na akathibitisha. Mara nyingi ukienda kanisa la Kiadventista ya wenzetu ambapo mahali tumetoka, waulize nyinyi ni kanisa gani in the 7 churches of Revelation chapter 2. Is it chapter 2? Yeah. Watakwambia haraka upesi, we are the Laodicean church. Na Laodicean church tunaambiwa ni nini? Yaani dada White mwaka huwa ananukua akisema the church had fallen like into the Laodicean church. Kumaanisha the Laodicean church ilikuwa imefanya nini? Ilikuwa imeanguka.